Mbona kama uko sawa? Mimi nipo sawa. Naomba tuingie ndani tukazungumze. Hapana. Kwa leo kuna mgeni humu ndani. Hivyo hatupaswi kuingia ndani kuzungumzia ndani. Tuzungumzie hapa hapa. Mgeni? Ndio. Mgeni gani ambaye yuko ndani? Ni rafiki yangu tu. Rafiki yako ndio unizuie mimi kuingia ndani? Haitowezekana. Nitaongeaje mimi na wewe na kipindi rafiki yangu yumo ndani? Penseli, mimi nina akili zangu timamu, sawa? Humo ndani kuna mwanamke wako. Ndio maana unanizuia mimi nisiingie humo ndani. Nataka twende ndani tukazungumzie ndani. Lina, nimesema sina mwanamke, bali nina rafiki yangu humo ndani. Sasa kwa nini unizuie mimi kuingia humo ndani? Sasa utaingiaje ndani na tutazungumza na kuomba? Penseli, mambo yameanza lini? Lina, nimekwambia leo sipo sawa na kuna mgeni ndani. Nisikilize na unielewe. Naomba uondoke. Nitakutafuta kwa muda wangu na tutazungumza hapo. Naomba uende. Rafiki yako mimi ndio nizuie mimi kuingia humo ndani? Sina maana hiyo. Una maana gani? Nimekwambia huko kuna rafiki yangu. Kwa hiyo hupaswi kuingia ndani. Penseli, nakujua vizuri. Sijaanza kukujua leo. Kila nikija hapa lazima tuongelee ndani. Leo yoje tuongelee hapa nje. Ukiwa unamaanisha nini? Nikuombe tu unielewe. Leo sipaswi wewe kuingia ndani. Haipaswi kabisa kuingia. Penseli, umenichoka? Sija kuchoka. Sasa una maana gani? Nimekwambia Lina nielewe basi. Humu ndani hupaswi kuingia tena, naomba ongea kwa sauti ya chini. Naomba uende. Penseli. Penseli, humu ndani na mwanamke? Nikuomba nenda mama. Sasa kwa nini unanizuia nisiingie ndani? Ukiwa unamaanisha nini? Hutaki kunielewa kitu gani? Nimekwambia nenda. Kwa siku ya leo hupaswi kuingia humu ndani. Utaingia hata siku nyingine. Kwani mara ngapi nakukatalia? Ila leo nimesema haipaswi kuingia humu ndani kwa sababu humu ndani kuna mtu. Okay, sawa. Nimekuelewa, pia nashukuru. Kwa hiyo huyu ni Lina na huyu aliyoko ndani ni nani? Yaani kama huyu ni Lina, huyu aliyoko ndani ni nani? Mbona kama sielewi? Ina maana mwanangu, kumbe kweli ulimuua. Kaukosea nini? Hivi kwa unakuwa na roho ya kikatili hivyo? Ilikuweje hadi ukafanya hivi mwanangu? Lakini mama, hiyo ni bahati mbaya. Nilikuwa sio kusudi langu mimi. Bahati mbaya gani ya kuua mwanangu? Na naishawahi kuua kwa bahati mbaya? Mtu hakosea nini? Hata kama mtu ameukosea, kuua sio kuua mwanangu. Kwa hiyo kitendo hicho kifanya, yaani unaonyesha kama ni mkatili sana. Ni mkatili sana mwanangu wewe. Na wala sikutegemea kama ungeweza kufanya kitendo cha hivi. Samahani. Kwani wewe ni nani? Nani? Mimi? Ndio.
basi unaonekana kabisa kwamba umepoteza kumbukumbu. Maana niliyokuwa namzania kumbe sio. Okay, naomba utulie, ulale, alafu nitakuuliza maswali baadaye. Hali yako ikikaa sawa. Mwanangu, kama ulikuwa umpendi, ungeniambia tu, mimi mama yako tu. Ungeniambia tu, mama simtaki. Kwa kufanya hivi ulichokifanya sasa. Ambu ulifanya nini sasa? Bande. Mama. Mama. Ilikuwa ni bahati mbaya mama. Mama, sikukusudia. Mama, nyamaza mama. Iko wapi furaha yangu? Iko wapi amani yangu? Imekuwa kinyume na matarajio. Imekuwa kinyume na matarajio. Iko wapi furaha yangu? Ni maluelue na mambo yasiyojulikana. Wakati mwingine najiuliza maswali. Hivi ndio mwanangu Bless tayari ameshapotea? Amekufa au kaolewa? Maana hii siku ya 4 sasa nipo kwenye huzuni na majonzi. Mungu wangu, ina maana mimi tu ndo nimeondoka kwa ajili ya kupitia changamoto. Watoto wenyewe ninao 2 tu. Ninauma sana. Popote ulipo Bless, nakuomba Bless, mwanangu Bless, popote ulipo, naomba urudi nyumbani. Basi nikuone hata kidogo tu. Lina mdogo wangu, utakaa hivyo mpaka lini? Alafu unaamini vipi kama Kipenseli ameshaoa? Dada, Kipenseli ameoa na nimeshuhudia mwenyewe. Kipenseli anikatalia mimi nisiingie ndani. Lina mdogo wangu, kila kitu kina nyakati. Huenda leo ana mgeni, hakupenda uingie ndani. Dada, mgeni gani huyo? Mgeni gani ambaye alifanya mimi Kipenseli nisiingie ndani? Na hajawahi kutokea hata siku moja. Kwani ni hilo tu mdogo wangu limekufanya ukasirike na kuamini kwamba Kipenseli ameoa? Kwa nini Kipenseli anikatalia mimi kuingia ndani? Akiwa na maana gani dada? Hapana mdogo wangu, Kipenseli hajaoa. Kwa jinsi anavyokupenda ninaamini hawezi kuwa na mwanamke mwingine. Au umeamini maneno aliyokuambia Kibombonya? Sio kwamba nimeamini, ile nimeshuhudia kwa macho yangu. Hapana mdogo wangu, ondoa hofu. Mtafute Kipenseli, mkae naye chini. Na kama atakuwa na mwanamke mwingine, basi utakaa utulie mdogo wangu, utapata mwanaume mwingine. Sawa? Kwani dada, mimi nina kasoro gani? Kasoro gani ambayo inamfanya mimi Kipenseli asinipende mpaka naamua kwenda kuoa mwanamke mwingine? Dada, mimi nimeona kwa macho yangu. Kipenseli anikatalia mimi nisiingie ndani kwa sababu mwanamke mwingine. Hacha kuamini hivyo.
Uwe ni mzuri, tena ni mzuri. Ndio maana Kipenseli mwenyewe anakupenda mdogo wangu. Mama Kipenseli, afadhali nimekuona. Kwa sababu kwanza nilikuwa na hamu na wewe. Hivi nyinyi mnanitafutia nini kwenye maisha yangu? Mbona mnanifuatilia sana? Imefikia hatua wewe na mwanao mnaunga njama moja sasa. Mnaunga njama moja kwa niaba mnataka mumuue Lina. Lina kawakosea nini? Lina kawakosea kitu gani hasa Mama Kipenseli? Yule ni mpenzi wangu mimi. Kama mpendi mwanao, mwambie asimfuatilie mpaka atake kumuua. Na kuagiza Mama Kipenseli, nenda kwa mwanao Kipenseli, umweleze, mwambie Kibombonya hataki kuona ujinga ukiendelea. Najua mnashirikiana, najua. Lakini kuweni makini, hili jambo ni kubwa na siwezi nikaishia hapa. Mtaniona mimi Kibombonya ni mbaya, sijui nafanyaje, lakini ndo maagizo ambayo mimi nayowapatia. Kibombonya, mbona sikuelewi mambo yako? Sio unastahili kupendeza. Yaani hapo umekuwa mtu. Sio kama mara ya kwanza ulivyokuwa ulikuwa unanuka nini? Kawaida tu mke wangu. Lakini muda mwingine na wewe unapunguza hasira za mimi. Maana unanifanya hadi naogopa sana. Vipi lakini kuhusu chakula tayari? Maana naona hata dalili za moto bado. Naona hata moto haujawashwa kabisa. Inaonekana huko ulipolala umefanya kazi kubwa sana mpaka unakuja kuuliza chakula saa hizi asubuhi. Hapana mke wangu. Hebu kaniletee maji. Sawa. Haunielewi? Kwa hiyo mnajizima data, wewe na mwanao nyewe wote mnajizima data, haunielewi. Kitu gani usichokielewa? Mwanao anakuja pale na Lina pale nyumbani kwako kabisa, afu unasema uelewi. Unajua ila mnaficha. Sasa sijui mnataka mumle nyama, mnataka mfanyeje? Mimi ndo nilishaongea hiyo. Sintamsamehe mtu hata mmoja. Na nikitoka hapa, yani sio nikitoka tu hapa, ili swala nataka nilifikishe mbali. Ole wenu yule mtoto apoteze maisha. Ndio mtanijua mimi Kibombonya naye. Mimi nakwenda. Ila nenda ukamwambia huyo mwanao Kipenseli. Mke wangu, mbona unaangalia sana maji? Kuna tatizo gani? Umeamua kuniletea maji machafu, si ndio? Yaani kuchota maji kwako mara moja tu kutoka huko mtoni ndio unakuja kuniletea mimi maji machafu? Kwa nataka yani zuru tumboni, si ndio? Hivyo mwanaume, mbona huna akili wewe? Alafu nimekumbuka siku leo nahitaji kula kitu moto. Kitu moto? Wani hujaelewa nini hapo? Lakini mke wangu, wewe ni mwanamke wa Kiislamu na dini hairuhusu kabisa kutumia kitu moto. Ninahitaji mimi mtoto. Mtoto ndo anataka chakula. Nifanye nini? Sawa, lakini tambua fika kwamba hapa kijijini nyama hiyo haipatikani. Ni kazi sana kuipata nyama hiyo. Fanya ujuavyo. Hicho chakula kipatikane. Sawa, nimekuelewa.
Nitajitahidi kukuletea. Ndio ufanye kipatikane kabisa. Iko wapi furaha yangu? Iko wapi amani yangu? Imekuwa kinyume na matarajio. Taratibu basi. Samahani, niko naomba unielekeze mwenyewe naweza nikaenda. Kumbuka kwamba unaumwa na hali yako haijakaa sawa. Hebu ngoja tu nikupeleke. Hapana, taenda tu. Ila niko naomba unisaidie viatu. Sawa. Niweze kunielekeza. Sawa. Choo kile pale. Sawa. Hata maji pia nishapeleka. Sawa. Sawa mke wangu, mimi ndo natoka, naenda kukuletea hiyo mboga. Sasa unaendaje? Mbona hujachukua kitu kanipelekea chooni? Chooni? Leo najisikia kukaa chooni tu nikavute harufu. Mke wangu, kutokana na hali yako, si vyema wewe kwenda kukaa kule chooni. Hujanisikia au? Sawa, nitafanya hivyo. Unakwenda wapi? Kumbe mwanaume ni mjinga eh? Naenda chooni. Si umeniambia nikupelekee kiti chooni lakini mke wangu. Wewe mwanaume kweli, wewe ni muuaji. Kwa hiyo unataka mimi nikakae nikaivute ile harufu ili mwasili mwanangu, si ndio? Hapana, sio hivyo. Umeniambia wewe kwamba unahitaji kusikia harufu ya kule. Hebu weka kiti hapo chini unaondoke. Ole wako ipite dakika 30. Hujaje hapa nyumbani na hiyo mboga. Tutaonana ndani. Nimekuelewa mke wangu, lakini dakika 30 ni ndogo sana. Ukizingatia kwamba hiyo mboga ulioniagiza ni kazi sana kuipata hapa kijijini. Naomba uondoke. Sasa kaa hapo zipite. Basi sawa. Nitajitahidi kurudi mapema na kuwaisha hiyo mboga. Oh. Mama Kipeseli. Karibu mamangu. Asante mwanangu Kipeseli. Naam mama. Mbona kama hauko sawa? Hapana mama, mimi nipo sawa. Kumbuka wakati natoka nilikuuliza kama hauko sawa ili uniambie. Ni kweli mama, uliniuliza na nilikwambia kwamba nipo sawa. Hivyo ndivyo nilivyo. Ila tu kila kitu huwa kina wakati mamangu. Najisi tu siku ya leo sina mudi hata wa kuzungumza sana. Ila ni kuahidi kwamba mimi nipo sawa. Shikamoo.